Familia ya mwandishi mkongwe katika kaunti ya Busia John Ojanji inaomboleza kifo chake ambacho kilitendeka Jumapili iliyopita baada ya kuugua ugonjwa wa saratani ya prostate kwa muda mrefu. Robert Malala anaelezea. Ni pigo kwa jamii ya waandishi wa habari katika kaunti ya Busia na eneo la Afrika Mashariki kwa jumla, kufuatia kifo cha mwandishi wa habari mkongwe John Jobik Ojanji almaarufu The Cameraman. Ojanji ambaye ni mzaliwa kijiji cha Budebu, eneo bunge la Budalangi, kaunti ya Busia, alianza taaluma yake ya uandishi wa habari nchini Uganda mwaka 1973 na kuhudumia vituo kadhaa vya redio na televisheni vikiwemo gazeti la Mukulembeze, televisheni na redio ya Uganda Broadcasting Corporation UBC, kabla ya kutorokea hapa nchini baada aliyekuwa rais wa Uganda Idi Amin Dada kupinduliwa akiwa na windo na serikali ya Museveni. Ojanji hakukata tamaa, ila aliendeleza taaluma ya uandishi wa habari hapa nchini hadi wakati ambapo amesalimu amri kufuatia kifo chake. Japo gwiji huyu alitia fora, huku mchango wake ukitambuliwa na wengi. Kulingana na familia mwenda zake ikiongozwa na Chief Thomas Ojanji pamoja na Patrick Ojanji ambao ni ndugu zake, alitekeleza kazi yake bila uoga wote na alikuwa na mchango mkubwa katika jamii, na sasa kifo chake kimeacha pengo kubwa. Alianza taaluma akiwa Uganda just after school. So akawa kwanza alikuwa mwanahabari katika gazeti la Mukulembeze, that means leader, na akawa mwanahabari wa redio katika Radio Uganda na pia television. So after the government ya Idi Amin kuwa toppled, akaja hapa Kenya, then again he went back to Uganda. He was very fearless, very fearless. Jobik, my brother, he has been my mentor in this field of journalism. He has always been challenging me kwa mambo kadha wa kadha. Ndiye alikuwa mnyale wa kwanza kabisa, mluya wa kwanza kuandika gazeti la Kiganda katika lugha ya Kiganda. Between 1977 and 1989, Jobik worked in Uganda's Ministry of Information and Broadcasting, that is as a radio announcer, and he was also a programs officer in Uganda. Wanasema kwa matibabu ya Ojanji yalikosa kuzaa matunda licha ya kujaribu mbinu zote, kwa kuwa aligundua kuwa anaugua ugonjwa saratani ya prostate ikiwa katika kiwango cha 4. That journey was very painful. So just kugundua kwamba cancer iko kwa stage 4. Stage 1 imepita, stage 2 imepita, stage 3 mpaka stage 4. So as a family, because we saw him really struggling with that pain. Alipoanza kugua, it took us time kujua kwamba Jobik yuko na cancer. Na mimi naimiza tu serikali, the hospitals that are around here must be equipped na facilities, because kama tungekuwa na facilities za detect kwamba fulani kuna cancer and can be treated, a normal family cannot manage treatment ya cancer. It's very expensive. John Ojanji ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 70, akiwa anahudumia redio za Bulala na Western Nyota pamoja na televisheni ya Western Nyota. Robert Malala, Nyota TV, kaunti ya Busia. Na bila shaka mtazamaji, ni pigo kwa taaluma ya wanahabari. Tunasema pole kwa familia na Mungu akiweze kuilaza roho yake penye wema.